Leo tunataka kutafuta fungu ambalo wote hapa tutakuwa pamoja. Tutatafuta fungu ambalo linatoa ruksa kwa mwanadamu kuvunja amri ya Sabato na kuweka Jumapili badala yake. Narudia, leo sisi sote hapa nitawaongoza kutafuta fungu ambalo linampa mwanadamu ruksa ya kuvunja amri ya Sabato na kuweka Jumapili badala yake. Kuna watu wawili wamejaribu hapa lakini hawakupata. Kwa hiyo mimi nitawaongoza sasa. Kwanza tutauliza swali. Ni amri gani ambayo Mungu anawapatia wanadamu ili wasifanye kazi siku ya saba? Ni amri gani hiyo? Tusome Kutoka 20 fungu la 8 mpaka 11. Ninawakumbusha tulipoachia jana. Inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo Mungu anasema usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango. Siku hiyo tunaambiwa hakuna kabisa. Wote hawa unaona listi ni ndefu namna hii. Kwa nini? Maana kwa siku sita, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Kama nilivyowaambia, siku ya kwanza hakuibariki wala hakuitakasa. Siku ya pili hivyo hivyo, ya tatu hivyo hivyo, ya nne hivyo hivyo, ya tano hivyo hivyo, ya sita akaibariki, akaitakasa, akastarehe. Piga picha, una glasi 7 za maji. Glasi 7 za maji. Ya kwanza mpaka ya 6 ina maji ya kawaida. Ya 7 wanakuchanganyia, nitatumia neno ambalo huwa tunatumia, juisi nzuri pale. Wanatumia juisi ya kila aina, ya machungwa, ya zabibu, wanakuchanganyia. Hata mtu ukiulizwa tu, mtu wa kawaida, hizi glasi hapa, unachagua ile glasi unayotaka kunywa. Mtu yeyote atakunywa glasi ambayo imebarikiwa, ile iliyo na machungwa, zabibu, malimao, unachanganya. Ndivyo Mungu alivyofanya. Glasi ya kwanza hakubariki, ya pili hakubariki, ya tatu hakubariki, ya nne hakubariki, ya tano hakubariki, ya 6 hakubariki, ya 7 akaibariki, akaitakasa, akastarehe. Ndio hivyo. Sasa swali linakuja, tuulize swali. Ni siku ipi ni ya 7 katika juma? Biblia inasemaje? Twende katika Biblia. Kama nilivyowaambia siku zote katika haya majuma ambayo tumekuwa hapa, kama liko ndani ya Biblia nitaliamini. Kama halikubaliani na Biblia, hilo sio langu. Nataka mnapofuatilia hili somo la leo, hayo mambo
ndiyo yanayonisukuma hapa tukitafuta hilo fungu. Kama liko ndani ya Biblia nitaliamini, kama halikubaliani na Biblia hilo sio langu. Sasa tunauliza swali, ni siku ipi ni ya 7 katika juma? Kwa sababu tunaambiwa Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6, siku ya 7 akapumzika. Tusome Luka 23. Kwa sababu tunataka kujibu hilo swali, siku 7 ya juma ni ipi? Tusome Luka 23 fungu la 54 mpaka 56. Fuatilia katika Biblia yako, na hata ukienda nyumbani soma pole pole, taratibu. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi, Biblia inasema wakarudi, wakafanya tayari manukato na marhamu. Siku ya maandalio ndiyo siku Yesu alisulubishwa. Hawa mama tena walikuwa wakitembea, kundi zima la wakina mama wanamfuata Yesu Kristo, wanalia, wanamuona Yesu anapigwa mijeredi, wanamuona Yesu anavalishwa taji ya miiba, wanamuona Yesu analia, mpaka anasema imekwisha. Hawa wanawake wanalia. Wanawake tangu miaka yote ni wanawake wenye huruma. Inawauma wanapoona mtoto wao anakufa. Wanaume unakuta tunazunguka nje ya nyumba, mama analia. Naona Salome, naona wote wakina Mariamu wanalia, wanasema Yesu sasa umesulubishwa. Yesu, nani atanilisha? Nani atakuwa ananipatia hata hela ya matumizi? Wanalia. Na Biblia inasema wamelia siku ya maandalio, na siku inayofuatia ilikuwa ni Sabato. Siku ya maandalio siku ya 6 hiyo, siku ya Sabato siku ya 7. Ndivyo inavyosema hivi. Wakarudi kwa sababu jua lilipo didimia tu wakarudi. Biblia inasema wakarudi majumbani kwa sababu Sabato imeingia. Kwa hiyo ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba siku ya 7 ni hiyo siku ya Sabato. Sasa tuulize, kama siku ya Sabato ni siku ya 7, ni nani aliyevunja au kubadili amri ya 4? Tunauliza Biblia tuambie, ni nani alibadili? Tuulize, je, ni Mungu? Nimeshawaambia siku ya maandalizi Ijumaa, siku ya Sabato Jumamosi, siku ya kwanza Jumapili, yote hayo siku hizo, kabla tujaanza kuuliza hayo maswali. Siku ya maandalizi Ijumaa, siku ya Sabato Jumamosi, siku ya kwanza Jumapili. Na watu wa Biblia walikuwa wakisema siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Haya. Sasa nitaruka hiyo mpangilio kwa sababu nimeirudia mara nyingi. Sasa Mungu, je, wewe ndiye uliyebadili? Malaki 3 fungu la 6. Tumuulize Mungu, je, wewe ndiwe uliyebadili siku hii ukavunja amri ambayo wewe mwenyewe uliweka? Sikiliza Mungu anavyosema, kwa kuwa mimi ni Bwana, sina kigeugeu. Mungu anasema sio mimi sio kigeugeu. Haya, tunauliza tena sasa, Yesu, je,
Kama Mungu hakubadili, Yesu, tunakuuliza wewe, ulibadili na kuvunja amri ya 4? Marko 2 fungu la 27. Marko 2, nirudie kidogo nyuma. Mathayo 5 fungu la 17 tunamuuliza Yesu, niliruka kwa fungu jingine la mbele. Mathayo 5 fungu la 17 na 18 tunamuuliza Yesu, wewe ulibadili? Sikiliza Yesu anavyosema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Hakuja kubadilisha chochote, anasema nimekuja kuitimiliza. Yesu anasema hivyo. Na Marko 2 fungu la 27 tunamuuliza tena Yesu, je, uliruhusu wewe kuvunjwa kwa amri hii na kuibadilisha? Sikiza anavyosema Marko 2 fungu la 27. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Anasema hivi. Anasema hii sabato imeumbwa, imefanyika, Mungu ameibariki kwa sababu ya mwanadamu. Mimi sikuja kuibadili hata kidogo. Iko pale pale. Tunazidi kumuuliza Yesu, labda wewe ulisema maneno fulani ambayo yamechanganya ulimwengu. Haya, tusikie Luka 4 fungu la 16. Yesu anasema hivi, Biblia inasema hivi, akaenda nani? Yesu akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Sasa tunauliza hivi, je, huenda labda Yesu aliamuru watu waweze kupumzika siku ya kwanza ya juma wakati atakapofufuka? Labda alisema vile. Tuulize Biblia inatuambiaje, Kwa sababu tumeona yeye ilikuwa desturi yake, anaenda anasali hekaluni kila Jumamosi siku ya 7, anaenda anaomba, kama anahubiri, kama anasoma Biblia anasoma. Sasa labda huenda karibu aondoke hapa duniani, labda aliwaamuru wanafunzi wake kwamba nikitoka hapa duniani ninyi sasa mubadilishe, muwe mnasali Jumapili badala ya Jumamosi. Lakini tunaona Yesu mwenyewe alitunza sabato ya Biblia. Yesu hakwenda kanisani labda Alhamisi kusali kama sabato ama Ijumaa ama Jumapili. Biblia inatuonyesha kwamba kila Jumamosi, kila siku ya 7 Yesu alikwenda hekaluni. Tumuulize sasa huyu Yesu. Mathayo 12 fungu la 12 anasema hivi, je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mimi nasali hiyo siku, naenda kanisani siku hiyo. Na wengine walikuwa hata wanamupiga maswali, wanasema, sasa kama ni siku ya Sabato, je, tufanye nini? Yeye anasema siku hiyo ni siku ya kupumzika, siku ya kumwabudu, na kama kuna mtu ana shida, kama kuna mgonjwa, mumhudumieni. Sio siku ya kusema leo atumhudumii mgonjwa, leo atumhudumii mtu mwenye shida. Anasema hiyo ni siku nzuri sana ya kuhudumia wale wanaoumwa. Na Luka 23 fungu la 54 na mpaka 56 tumeshasoma kwamba ilikuwa ni siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia tena, na wale wanawake wakarudi majumbani. Tumeona tayari hapa. Na Luka 24 fungu la 1 na 2 nasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka.
Tumeuliza Yesu, je, uliruhusu watu labda wasali Jumapili? Fungu linasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka kulitokea nini? Walienda kanisani, walifanya nini? Walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Manukato ambayo walikimbia siku ile ya 6 kabla ya Sabato kuingia, wakakimbia wakaenda majumbani, wakatayarisha manukato wakisema, kesho ni Sabato, hatuendi kufanya lolote, hatuendi hata kaburini. Wakasitarehe, wakapumzika, kwa sababu Mungu alikuwa ameibariki. Lakini siku ya kwanza ya juma walikwenda kaburini na mafuta yao na manukato yao walioweka tayari. Mathayo 28 fungu la kwanza. Bado tunauliza, je, Yesu, wewe uliruhusu watu wabadili siku ya kuabudu wapeleke Jumapili kwa sababu ya siku ya kwanza, kwa sababu ndio siku iliyofufuka? Yesu anasema hivi, Mathayo 28 fungu la kwanza, hata Sabato ilipokwisha, Biblia inatuambia, ikipambazuka siku ile ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Hawakwenda kanisani, hawakwenda kuabudu, walienda kaburini. Na tazama kinachokaziwa hapa, hata Sabato ilipokwisha. Hata Sabato ilipokwisha. Hata Sabato ilipokwisha. Ndiyo sasa wakaenda kaburini siku ya kwanza baada ya Sabato kuisha. Marko 16 fungu la kwanza na la pili. Tunasoma mafungu yanayotuonyesha umuhimu wa hiyo siku ya maandalio, siku ya 7 Yesu ambayo alikuwa kaburini, wakapumzika, na siku ya kwanza. Sikiliza tena, Marko anasema hata Sabato ilipokwisha. Marko anasema hivyo, Mathayo anasema hivyo, Luka anasema hivyo. Anasema hata Sabato ilipokwisha. Marko anasema Mariamu Magdalene na Mariamu mama ya Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hakuna kinachosema walienda siku ya 7 kununua manukato. Wanasema hata Sabato. Yaani kama una kalamu, piga mstari mwekundu chini yake, hata Sabato. Maana yake baada ya Sabato. Mnanisikia? Hata baada. Haya. Tena asubuhi na mapema wakakimbia, hata baada ya Sabato. Alfajiri mapema, siku Biblia inasema siku ya kwanza ya juma, wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Haisemi hata alfajiri mapema siku ya kwanza, hawasemi siku ya Jumapili. Biblia bado inasema siku ya kwanza. Ukienda Mwanzo 1, siku ya kwanza Mungu aliumba hiki, siku ya pili kaumba hiki, ya tatu siku ya kwanza ya pili. Biblia inasema hata alfajiri mapema jua linachomoka, wakaanza kukimbia siku ya kwanza asubuhi mapema. Matendo 16 fungu la 13. Tuulize mitume, je, mitume mlisali siku ya kwanza? Sikiliza mitume wanavyosema. Yaani Biblia iko, mimi napenda Biblia sana. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, Paulo na Sila, ambapo tukadhania kuwa pana mahala pa kusali.
hata siku ya Sabato. Yaani ilipokuwa siku ya Sabato, wakapita pita mjini, wakatafuta, wakaona kuna miti na mawe, wakasema hapa tutaketi tuweze kusali. Hao ni mitume wanasema hivi. Haya, sikiliza tena Paulo anavyosema, Matendo 17 fungu la 2. Matendo 17 fungu la 2. Paulo alikuwa na desturi gani? Paulo anasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, custom, yaani kila siku ya saba Paulo anaenda kanisani. Hata hapa Dodoma kuna ninyi mnaofanya kwenye ofisi za serikali, kuna wengine wanafahamu kabisa kwamba siku ya Sabato humpati yuko kanisani. Yaani wanajua ndio desturi yako. Wewe wanajua kabisa huyo yuko kanisani. Paulo anasema kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao siku ya Sabato kwa maneno ya maandiko. Sabato tatu mwezi mzima, kama hivi ambavyo nimekuwa hapa Dodoma. Sabato 3. Sabato ya kwanza Paulo anaenda kanisani, anaongea. Na Paulo alikuwa anapenda sana ubishi, anapenda sana kukutana na watu wanaobishana, na Paulo anaingia ndani wanabishana kwa sababu alikuwa msomi, anajua Biblia. Sasa wanasema akaingia mle walimo, akahojiana nao. Huyo ni ndugu Paulo, alipenda hayo. Kila Sabato ilikuwa ni kama shule ya Sabato, wanajifunza pale, labda wanajifunza Biblia kila Sabato mara 3. Sasa fungu la Matendo 18 fungu la 4 nasema, huyu Paulo akatoa hoja zake katika sinagogi. Paulo alipenda kutoa hoja kila Sabato. Akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Sasa nauliza swali, nani aliyebadilisha Sabato ya Biblia? Ni nani? Nauliza swali hilo. Tunauliza swali, ni nani aliyebadilisha Sabato ya Biblia? Ni nani aliyebadilisha Sabato na kuvunja amri ya 4? Je, ni nani aliyebadilisha? Ni Mungu? Hapana. Ni Yesu? Hapana. Ni mitume? Hapana. Wote wamekataa. Mungu amekataa, Yesu amekataa, mitume wamekataa. Sasa mnasema, sasa ndugu Muganda, nani alibadilisha? Kama sio Mungu, kama sio Yesu, kama sio mitume, ni nani aliyebadili? Yote tutapata jibu tu. Ni nani aliyebadili? Mungu anasema sio mimi. Yesu mitume wanasema hatuwezi kuthubutu namna ile, wamekataa. Je, ni nani aliyebadili? Danieli 7 fungu la 24, tusome fungu la 24 na 25 na 26. Hili ndilo fungu kuu la leo jioni. Danieli 7 fungu la 24 na 25 na 26. Nitalisoma taratibu. Biblia inasema, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha hao wafalme watatu. Sikiliza, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Mungu atanena aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu,
naye ataazimu. Watu wa Dodoma na mnaonisikiliza, inasema naye ataazimu kubadili majira na sheria. Majira, atabadili majira. Badala ya kuabudu siku ya 7 atabadili, na sheria hii, amri ya 4, itakuwa kama imechimbwa kutoka katika amri. Haitakuwepo. Itakuwa kama amri 3. Haitakuwepo. Kwa sababu ukisoma Biblia yoyote ile, sio kwamba ilitolewa ile amri ya 4 wakabandikiza nyingine. Biblia iko wazi, inasema ataazimu kubadili majira na sheria. Ndio huyo mtu huyo. Sasa fungu linaendelea, linasema nao watatiwa mikononi mwao, wa Kristo watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Ataazimu tena kubadili majira na sheria. Majira, siku, sheria, amri ya 4. Sasa ukisoma hilo fungu, aliyebadili amri hiyo ya 4 na kubadilisha siku ya kuabudu ni Shetani na mkoloni wa Kirumi, akishirikiana na makasisi wa Kirumi. Hilo fungu hilo, narudia tena, nani aliyebadili Sabato kwenda Jumapili na kuvunja amri ya 4? Ni Shetani na mkoloni wa Kirumi, aliyeshirikiana na makasisi, makuhani wa Kirumi. Ndio waliketi pamoja, wakasema mwaka wa 321, wakasema sasa tunatia sheria ya kubadili. Mungu Yesu mitume hapana, ila ni Shetani na mkoloni wa Kirumi akishirikiana na makuhani wa Kirumi ndio walihamisha. Sasa nasema hivi, bunge la Dodoma atokee mbunge mmoja aseme, mimi nina hoja Bwana Spika, ninataka tubadilishe siku ya uhuru Disemba 9 tuihamishe iende Oktoba 14, siku ambayo Mwalimu Kambarage Julius alizaliwa, ndiyo iwe siku ya uhuru. Bunge hapa litapasuka. Wewe ni nani? Kwa nini unahamisha siku ya uhuru? Watatandikana mule ndani. Watasema wewe ni mwehu. Siku ya uhuru ni ya uhuru. Huweze kuihamisha ikawa siku ambayo Nyerere alizaliwa. Tunamheshimu Nyerere, ni mtu mkubwa, ametujenga taifa, ametufanya taifa bora kuliko mataifa yote ulimwenguni, lakini hatumpatii siku ya uhuru. Ningalitaja wabunge wale wanaozungumza sana, lakini sitawataja. Mnawafahamu. Watachapana mule. Watasema haiwezekani. Watasema kama mnataka kumuenzi Nyerere, mpe siku yake, lakini hii haiwezi kubadilika. Siku ya uhuru ni ya uhuru. Nimesoma historia za nchi zote hizi zilizopata uhuru. Hakuna yeyote ambayo imebadilisha siku waliopata uhuru wakasema tutakuwa tunaiadhimisha siku nyingine. Atakuwa mwehu mtu wa kusema vile. Siku ya uhuru ni ya uhuru, na ndivyo ilivyo.
siku ya saba ni sabato ya Bwana, ndivyo ilivyo. Sasa ninasema hivi, nikasema ngoja niwaulize watu wakubwa wahenga wa mambo ya kiroho, tuwaulize kidogo ili tujue kwa nini shetani na mkoloni wa Kirumi akishirikiana na makasisi wa Kirumi wa kidini wa Kirumi wakaja na sheria hii. Mmoja anasema hivi, huyu ukurasa wa 89, James Gibson anasema hivi, unaweza kusoma Biblia. Hawa sasa ni wenyewe hawa watu wa kanisani hawa wa Katoliki hapa anasoma. Huyu ni padri wa Katoliki anasema unaweza kusoma Biblia, anatamba kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, na hutapata mstari hata mmoja unaoidhinisha kutakaswa kwa Jumapili. Sio maneno ya mganda. Halafu anaendelea kusema Biblia inaamuru kuabudu siku ya Jumamosi. Enda ukaulize padre yeyote, enda ukaulize, wewe piga simu, tuma text, uulize kwa nini tunasali Jumapili, watakupa jibu hilo. Nikasoma katekism wanayotumia. Kuna swali linauliza, siku ya sabato ni ipi? Jibu, Jumamosi ni siku ya sabato. Halafu wanaendelea kusema, waenda ukasome hiyo katekism, kama huna kanunue kwenye bookstore, zimejaa hapa Dodoma. Swali, kwa nini tunaabudu Jumapili badala ya Jumamosi? Kwa sababu kanisa la Katoliki lilihamisha utukufu kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Hapa tunajifunza Biblia, hatulaumu mtu, tunajifunza tu Biblia kujua kwamba kwa nini tulibadili Sabato kwenda Jumapili. Wanatamba, wanasema kwa sababu kanisa la Katoliki ndio lilihamisha hivyo. Na alafu kuna mwingine encyclopedia ya Kikatoliki inasema hivi, kanisa baada ya kubadilisha siku ya kupumzika kutoka sabato ya Kiyahudi au siku ya saba ya juma kwenda siku ya kwanza, wakafanya amri ya tatu kuonyesha Jumapili itunzwe na iwe siku takatifu kama siku ya Bwana. Ndivyo walivyofanya hiyo. Wakafanya amri hiyo ya tatu sasa kuonyesha kwamba Jumapili itunzwe na iwe siku takatifu ya Bwana. Anasema huyo hapo, wakabomoa, yani maana yake wakabomoa ile amri ya 4, wakaitoa. Kuna pengo pale, ni kama umeng'oa jino, pengo liko pale. Unahesabu meno, unakuta kuna pengo pale. Walokole, mwingine anatucheka nilifurahi kusoma hapa. Mwingine anatucheka huyu. Wakatoliki hapa wanatucheka, wanasema wanatuita sisi wote ambao si Wakatoliki ni walokole. Uwe Mbaptisti, uwe Msabato, uwe nini, wote ni walokole. Wanasema hivi, walokole wanakutana na kuabudu Jumapili, huku hakuna ushahidi katika Biblia kwamba Jumapili ilifanywa kwa siku ya kuabudu, sabato ya Kiyahudi au siku ya kupumzika. Hakuna ushahidi huu. Na anasema ilikuwa Jumamosi. Kanisa Katoliki ndilo lililoamua Jumapili iwe siku ya kuabudu kwa Wakristo, ili kuadhimisha kufufuka kwa Yesu. Ni kama sisi wa Tanzania tuweke sheria ya kusema uhuru, siku ya uhuru tunaihamisha siku ambayo Nyerere alikufa ama alizaliwa. Ndivyo walivyofanya vile. Wanatamba. Haya, swali,
nikaenda kwa katekisimu tena. Waprotestant wanapofanya kazi Jumamosi au siku ya saba ya juma, je, wanafuata Biblia kama ndiyo mwongozo pekee unaowaongoza katika hilo jambo? Jibu, kinyume chake. Wanaruhusa ya mila tu. Mila ni mila tu, ni mila, halimo katika Biblia. Kwa kufanya hivyo, kwa kutotunza Jumamosi, wanavunja moja amri za Mungu. Hii ni katekisimu ya Wakatoliki ndio inavyosema hivyo. Wanavunja ambayo katika msimamo wao haijafutwa. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Haya, tena katika kitabu kimoja cha Wakatoliki ukurasa wa 263 inasema hivi: kwa hiyo mamlaka ya kanisa hayakuweza kuzuiwa na mamlaka ya Biblia, kwa sababu kanisa lilibadilisha Sabato kwenda Jumapili, sio kwa amri ya Yesu, sio kwa amri ya Yesu, lakini kwa mamlaka ya kanisa lenyewe. Kachukua madaraka mikononi, kasema sasa tunabadilisha. Waebrania 13 fungu la 8 nasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Maana yake habadiliki. Biblia ni ile ile, haitabadilika hata kidogo. Ndio maana Yesu hapo anasema Yesu Kristo ni yeye yule wa jana na leo na hata milele. Ndiyo Biblia inavyosema hivyo. Sasa sikiliza tena, tuendelee kidogo na hawa wenzetu, ndugu zetu, katika encyclopedia moja ukurasa wa 561. Sabato, neno la Kiebrania tulivyojifunza jana, lenye maana ya kupumzika. Sabato, pumzika. Jumapili ilikuwa ni jina lililotolewa na wa mataifa washenzi, watu ambao hawamtii Mungu. Walikuwa wakiabudu jua. Katika kikoloni wanasema Sunday, Sunday, Sunday. Maana yake siku ya jua. Walikuwa wote wanaabudu jua, wanalilia jua, wanasema jua nipatie uzazi, jua nipatie mali, jua nipatie hivi. Wanalia. Walikuwa mapagani washenzi ambao walikuwa wanaabudu jua badala ya kuabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na dunia, na akatuumba na kutuweka hapa. Sasa Konstantini alikuwa na matatizo katika serikali yake. Vilikuwa ni vita, Wayahudi vita, Warumi vita, wanapigana. Akasema ili Wakristo na washenzi, watu ambao hawamjui Mungu, waweze kuwa pamoja na kuleta mambo ya usalama, tubadilishe hii siku ya kuabudu ili mpendeze huyu, huku tuchukue huku tuchukue kule. Wakaja na siku ya Jumapili, Sunday, siku ya kuabudu jua. Ndio maana yake. Swahili haina maana, ni Jumapili tu, Jumapili. Kwa Kiingereza kikoloni ni Sunday, siku ya kuabudu juma. Kwa siku ya kwanza ya juma, kwa sababu ilikuwa siku ambayo waliabudu jua. Wayahudi walikuwa wanateswa. Serikali ya Konstantini ilikuwa kwenye shida. Viongozi kadhaa wa Kristo walitaka kujitofautisha na Wayahudi. Basi Konstantini alipitisha sheria ya kwanza ya Jumapili, akiungana na viongozi wa kanisa kule Rumi, wakabadilisha. Na katika siku ya pekee ya Jumapili, mahakimu na watu wanaoishi mijini wapumzike.
na viwanda vyote na maduka yote yafungwe. Wakaweka sheria ile vyote. Baraza hilo ukurasa wa 29 inasema Wakristo wasifanye Kiyahudi kutunza Sabato na kukaa bila kazi siku ya Sabato, bali wafanye kazi siku hiyo, lakini siku ya Bwana waitukuze. Je, utaongozwa na nani? Swali. Kuna Biblia au nani? Biblia iko huku na mila iko huku. Kuna vitu viwili tu kwa Mkristo. Kuna Biblia au mila. Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Mila inasema abudu Jumapili siku ya jua. Je, wewe ni Biblia au ni mila? Hebu sikiliza Waebrania inavyosema. Basi Biblia Waebrania 4 fungu la 9 mpaka 10. Basi napenda hili fungu. Inasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Na Isaya inasema kama vile watu wangu wa Dodoma wote mnaonisikiliza mmekuwa marafiki zangu, kama inasema hivi, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele za Mungu, asema Bwana. Haisemi Jumapili hata Jumapili, Sabato hata Sabato. Ndio Petro, Matendo 5 fungu la 29 anasema, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Ndio ninalowaletea leo hii. Tumeona mambo ambayo yamewekwa tu na wanadamu, na Biblia nayo iko pale pale. Petro alipoulizwa akasema, Petro na mitume wakajibu kwa nguvu, wakajibu kwa moto mkali na upendo mkali wa Mungu, akasema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Leo nauliza swali hapa, wangapi wanataka kumtii Mungu leo hii? Inua mikono, simama, njoo hapa nikuombee. Wote wanaosema ninataka kumtii Mungu na niweze kufuata anavyosema, njoo hapa mbele niweze kukuombea, kwa sababu kuna Biblia na mila ambayo iko mbele zetu. Biblia au mila, hakuna shortcut. Huwezi kusema mimi nitatii Mungu na kutii wanadamu. Kwa hiyo ninawauliza wote ambao jioni ya leo mnasema tunataka kumtii Mungu, muje hapa mbele na nitawaombea. Sikiliza ndugu zangu, Yesu karibu anakuja. Ndio sababu tumekuja hapa, tunasema uzoefu wa nguvu ya Mungu. Uzoefu wa nguvu ya Mungu tunahubiri kila siku. Na leo hii ni uchaguzi
kati ya kumtii Mungu ama tradition za wanadamu. Mungu awabariki. Na huko vituoni mnaonisikiliza saa hii, kama huko kituoni, hebu simama na uamue kumfuata Yesu Kristo. Uamue kati ya kufuata wanadamu au kumfuata Mungu na kutii sauti ya Mungu, kushika amri zake, kushika mapenzi yake, ili uweze kutembea pamoja naye. Mungu awabariki katika kila kitu jioni ya leo. Na leo hii utajisikia Roho Mtakatifu atakavyokuletea furaha katika moyo wako. Hili ni somo gumu, ni somo gumu, lakini tumetembea ndani ya Biblia, tumeona hakuna fungu lililowekwa na Mungu au Yesu au mitume kubadili siku hiyo. Ni siku ambayo ilibadilishwa na Shetani na mkoloni wa Kirumi akishirikiana na makasisi wa Kirumi mwaka 321. Tuombe. Mungu, watu wako wamesimama hapa, umewaleta mbele, wamechagua kukutii wewe badala ya kutii mapokeo ya wazee, mapokeo ya watu tu. Leo hii umetuonyesha wazi wazi, wewe uliziumba mbingu na nchi na dunia. Wewe huyu ukaiweka Sabato, ukaibariki, ukaitakasa, ukastarehe. Wanadamu wakasema hapana, mapokeo yakasema tutabadili. Leo hii unatuambia bado Sabato ni ile ile. Asante kwa watu wako hao. Kuna wengine wanahangaika vichwani. Naomba uzidi kuwafunulia, zidi kuzungumza nao, waulize maswali, waombe, najua watapata jibu. Na wale ambao wamebaki vitini popote, vituoni au hapa, naomba wakienda majumbani wasumbue na ndoto za kutaka kuokoka. Wasumbue, wajinyooshe huku kule mpaka wampate Yesu Kristo. Mungu, bariki watoto wadogo hawa, vijana, wazee, babu, wote waliosimama hapa. Mungu, asante kwa uzoefu wa nguvu ya Mungu. Sasa tupeleke majumbani, kesho tena uturudishe. Tunaomba katika jina lake Yesu Kristo. Amina.